Ndugu msimamizi wa shamba, naenda kuangalia mfumo wa taa bandani kwetu. Taa zinaonekana zimepangiliwa vizuri, lakini kujihakikisha tunatakiwa tuone, je, taa zote zinafanya kazi. Kwa hiyo hapa tunaweza tukawasha kuangalia taa zetu. Kuna baadhi ya taa ziwaki. Kwa hiyo kwa hapo tunatakiwa tulipee taa ile pale na kule, zote hizo zinaonekana kuna tatizo. Japo mpangilio uko vizuri wa banda kuhusiana na taa, lakini kuna baadhi ya taa ziwaki. Manake kuku wa pale hapati mwanga wa kutosha wakati wa usiku, na mwanga ni muhimu kwa kuku katika ulaji, vile vile katika kuchochea utengenezaji wa yai. Manake bila mwanga kuku wetu hata taga inavyotakiwa. Tujitahidi sasa tulipee taa ambazo zimeharibika ili tuwe na mwanga wa kutosheleza kuku wetu waweze kututagia kama inavyotakiwa. Tutaendelea kulishughulikia hilo swala, ila kwamba kuondokana changamoto ya bidhaa nyingine. Sawa sawa. Vipi kuku wakiumwa waga mnawaweka wapi? Manake kuku wakiugua waga tunatengeneza tunakuwepo na chumba maalum cha kuwatenga. Kwa mfano kama kuna chumba kama hiki hapa. Ndio. Ni chumba ambacho waga tunawatenga ambao ni wagonjwa. Ndio. Wengine ni kama hiki hapa. Ingawaje baadhi hapa kidogo wao wanakaa unafuu. Sasa kutokana na kwamba kuku akiumwa mara nyingi nguvu hukosa, vile vile na matibabu yake yanahitajika kwa umakini zaidi. Ni mbaya sana kumtenga kuku kwenye keji ambapo hata ulaji wake utakuwa wa mashaka, unywaji wake wa maji utakuwa wa shida. Kwa hiyo kwa kuku ukimtenga hapa, usitegemee kwamba atapona mapema. Manake hata huduma zingine kama huduma za kumnywesha dawa. Manake kuku mmoja akipatikana, sio kwamba sasa kuku mmoja akipatikana lazima ulinyweshe banda zima dozi. No. Tunawatenga wagonjwa kwa faida nyingi. Kitu cha kwanza kumhudumia yeye kwa umakini zaidi. Kitu cha pili kutoambukiza wenzake. Unaona? Hizo ndo faida kuu. Manake huyu kuku ukimwacha hapa atakufa tu kwa njaa na kwa kutokunywa maji. Na inatakiwa sasa tukiwatenga tuwahudumie, sio kwamba tumewatenga tu, tuwape huduma zinazostahili. Kwa mfano kama dawa, maji wapewe, lakini wawekewe chini ambapo sehemu wanaweza wakafikia kwa urahisi, kuliko kuwaacha kwenye chemba ya keji. Ukimwacha hivyo huyu hawezi kula hapa. Kwa hiyo nini kinatarajiwa? Ni kifo tu kwa huyu. Kwa hiyo kuna vifo vingine kumbe tunaweza kuviepuka kwa kuwatenga kuku wagonjwa. Tunaepuka vifo, vile vile kuambukizwa banda zima. Kumbe tukimwona kuku sasa hivi anaumwa, tujaribu kuwa na yale mazoea ya kuwatenga na kuwapa huduma stahiki, lakini kwa maelekezo ya daktari. Kwa hiyo hapa ndugu yangu, tukiangalia hapa tuna sweti. Manake banda letu lina joto kali sana. Nini kinasababisha joto? Tukiangalia kwenye paa kuna venti ile ya kupumulia. Yaani banda letu halipumui. Kwa hiyo joto lazima litutese. Kwa hiyo kwa future ya baadaye kufuga, tuje tulirekebishe banda letu. Kama kuna marekebisho yanahitajika, basi na venti tuweke ile ya kuweza kupumulia. Kuna gesi humu ambayo inatokana na kinyesi ambayo ni amonia. Yenyewe haiendi kwa ulalo, lakini inatokea wapi? Kwenye venti. Vile vile tuwe na mazoea basi, tukiwa tunapata muda tunalowesha, tunafanya usafi. Manake tukiangalia vumbi limejaa, lakini sasa kwa sasa hivi hatuwezi kufanya usafi kwa vile kuku hapo humu. Ukifanya usafi manake utatimua vumbi, kwetu hataumwa na mafua. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, kwa matumizi ya baadaye ya hili banda inahitaji marekebisho ambayo tunatakiwa tuweke venti. Unaisikia na wewe hewa ni nzito, vile vile hata mzunguko wa hewa ni kidogo bandani. Unaona Na yenyewe ni kwa sababu unaona ile ukuta huko juu sana. Ukuta huko juu sana. Pale tulikuwa tunatakiwa tuwe hata na mistari miwili ya tofari,
lakini sisi tumeweka mpaka juu, aidha kwa matumizi yenu, lakini mzunguko wa hewa ni mdogo. Upepo unapiga nje, lakini mzunguko wa hewa bandani kwetu ni mdogo. Maana yake wanaoathirika ni hawa kuku wa chini. Hawa huku wa juu wanapata ile hewa ya direct, lakini kuku wa chini hawapati ile hewa, wanapata hewa tu ile nzito ambayo aidha wapo karibu na kinyesi, lakini mzunguko wa hewa kwao ni mdogo. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, kwa matumizi ya baadaye tujitahidi kuangalia na mzunguko wa hewa bandani, aidha kwa kurekebisha. Lakini vile vile utunzaji wa dawa au makopo yaliyoishiwa na dawa, hatushauri sana kutunza bandani. Tunatakiwa tuwe tunapeleka sehemu ambazo ni mbali na banda letu, aidha kwenda kutupa au kuyachoma kabisa. Unaona? Hizi dawa vile vile za mabaki hivi tunaruhusiwa kuwa na chumba maalum kwa ajili ya dawa. Tukitumia dawa tunapeleka sehemu salama zaidi kwa ajili ya usalama wa dawa yetu. Sio usalama tu wa dawa yetu, hata mtu anayeingia hairuhusiwi. Mtu yoyote anaweza akaingia akapita humu, aidha ni watoto wapo karibu, anaweza akapita humu akatumia nani ambapo haitakiwi. Kwa hiyo dawa hizi tunatakiwa tuwe na chumba chetu cha kutunzia dawa, lakini makopo haya yaliyoishiwa dawa, wote huu ni uchafu ambao unatakiwa utupwe mbali au uchomwe kabisa. Hamna shida, tutafanyia kazi hiyo. Haya maji mmeweka nini humu ndani? Kwenye maji tumeweka D4. D4. Na mnabadilisha kila baada ya siku ngapi? Sio, tunabadilisha kwa wiki mara moja. Kwa wiki mara moja. Haya maji bwana yanatakiwa kubadilishwa kila baada ya siku 3. Maana yake dawa yetu inakuwa vizuri na inafanya vizuri zaidi pale ambapo inamaliza kwa siku 3. Kwa hiyo tukiweka kwa wiki mara moja haitafanya kazi vizuri kuanzia siku ya 4, ya 5 na ya 6 na ya 7. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuwe na utaratibu wa kubadilisha haya maji kila baada ya siku 3, ili kuzuia magonjwa kuingia bandani na kuyatoa bandani kuyapeleka mashamba mengine. Kwa hiyo hii itatusaidia katika kucontrol magonjwa bandani kwetu na mabanda mengine pia. Tusiangalie tu banda letu, lakini tuangalie na mabanda ya watu wengine. Okay. Ndio. Alafu umwagaji wa mbolea ya kinyesi cha kuku haitakiwi kuwa karibu katika mazingira na kuku kwa namna hii. Maana hapa ni sawa tu na kwamba mmehamisha kutoka bandani mmepeleka sehemu ya karibu na kuku. Kwa hiyo hewa yote hii inaingia bandani kwetu, kwa sababu hewa, upepo wote unatoka huku unaenda huku, mara ukichanganya unaenda huku, lakini hii hewa inawaathiri kuku wetu. Vile vile hii hewa unaweza ukatoka na gonjwa hapo ukaingia nalo ndani. Kwa hiyo sio nzuri kwa biosecurity. Kwa awamu nyingine basi tuangalie njia sahihi ya kuweza kumwaga mbolea yetu iwe mbali na banda letu. Haya sio mazingira rafiki kabisa kwa kuku wetu. Unaona banda mpaka umemwaga mpaka kule, kwa hiyo hewa yote hii inarudi tu tena bandani kwetu. Sio nzuri kwa ajili ya biosecurity, kuwakinga kuku wetu dhidi ya magonjwa. Hiki kinyesi unashangaa kina vimelea ambao tunaweza tukaingia nao bandani tukawasababishia kuku wetu matatizo mbalimbali ikiwemo magonjwa. Vile vile hewa chafu inaingia humu bandani, inaleta uzito wa hewa ambao sio mzuri kwa kuku wetu. Kwa hiyo sasa, kwa maana hiyo tuangalie sehemu ambapo ni mbali zaidi na mradi wetu wa kuku. Hapo ndo tutakuwa tumewakinga kuku wetu kwa njia mbalimbali. Sio njia tu za kuwapa madawa na kwa njia ya hizi management ndogo ndogo za kuzoa na kumwaga mbali kinyesi chao. Basi mimi nipende kukushukuru daktari kwa ushauri wako, na imani ya kwamba haya yote tutayazingatia na kuyafanyia kazi. Na kwa kweli mkizingatia haya mambo yote ambayo tumeongea toka ndani mpaka hapa nje, kuja kugundua kwamba mnamwaga mbolea hapa nje, mazingira ambayo hayafai, tukibadili yote haya basi ufugaji wetu utakuwa mikononi salama na tutavuna mayai na kupata faida tunayoitaka sisi. Okay. Ndio. Shukrani.